Good morning mheshimiwa. Good morning Kabeto. Uko salama? Niko salama na mimi na mkuu wa wasikilizaji hata ingawa ni siku ya huzuni Kenya. Kweli. Lakini hapa nakupigia kutoka Ghetto FM. Unasikizwa na watu wengi, thousands of people wanakusikiza, na niwaambia kutoka jana tutakuwa na wewe wanakusikiza. Asante. Naomba uambie wa Kenya wewe unaitwa nani, atisi uambie wewe kutoka mdomo wako. Huyu ni Martha Karua, kiongozi wa NAK Kenya na kiongozi upinzani Kenya. Yes. Good. Sisi tumekutafuta kwa sababu kuna mambo imetokea about finance bill. Mswada wa finance bill ndio imekuwa tete kwa Wakenya wote hadi wakafanya maandamano na wabunge wamepitisha. Naomba tu tupe maoni yako kuhusu this finance bill juu imekuwa ndio imeshika moto kabisa. Naona tabia ya wabunge wetu ni mbovu kabisa. Sana wale wanapuuza maono ya Wakenya. Yes. Haiwezekani Wakenya karibu wote over 90% wawe hawataki finance bill. Na wabunge waende wapitishe sababu wameambiwa na Dr. William Ruto wapitishe. Si Ruto aliwachagua. Walichaguliwa na Wakenya. Yes. Na wako bungeni kutetea Wakenya, sio Ruto. Yes. Ni makosa sana kupuuza maono ya walio wengi. Na hiyo si demokrasia. Yes. Katiba imesema Mkenya apatiwe usemi kwa mambo yote inamhusu. Na Mkenya akajitokeza. Yes. Na ni watoto wetu wamejitokeza kwa wingi. Wakisema hii haifai. Yes. Na wamejitokeza kwa njia ya amani. Usuni ni ya kwamba jana mswada ukapitishwa. Yes. Na polisi wakaamrishwa kuua na kujeruhi wa Kenya. Na tunajua wale waliandamana hawakuwa na fujo yoyote, walikuwa na amani. Yes. Lakini inaonekana iko watu walitumwa kuvamia hiyo demonstration. Yes. Na ndivyo Ruto na serikali yake waweze kutoa hiyo idhini ya mauaji na kujeruhi wa Kenya. Yes. Serikali yeyote, serikali isiyo bandia haiwezi kupamba vita na kuua wananchi kiholera vile ilifanyika jana. Yes. Na kwa hivyo serikali au ya William Ruto na marafiki wake sasa haina legitimacy, haiwezi. Hii ni serikali bandia. Kuna ile sababu ya hao watu waliuliwa, watu waende koti waende kustaki hii maandamano jana. Unajua watu wameuliwa, watu wengi sana mama. Hiyo itafanyika, lakini hata tukistaki, hata wakilipwa fidia, hao watu hawatarudi. Uchungu wetu ni wa kwamba ni wale tumepatia idhini ya kulinda Kenya. Sababu polisi wameajiliwa na wananchi, sio Ruto. Ni kweli. Na ingefaa walinde wananchi na sio kuwaua. Yes. Na mimi nataka kutambulisha ya kwamba sio kila polisi alitenda unyama. Yes. Ni wachache wao. Na inaonekana hao wachache wao walikuwa na idhini ya kutenda maovu kwa Wakenya. Sure. Na sasa wameleta jeshi kwa street. Bila idhini tena, sababu katiba inasema kama iko ghasia na tunataka jeshi isaidie polisi kuleta amani ndani ya nchi, lazima hiyo mambo iwasilishwe bungeni. Sure. Hiyo mambo haijawasilishwa na hawezi kutolewa kwa barak kulinda Kenya bila kuidhinishwa kwa bunge. Yes. Mimi ningeomba majeshi yetu warudi barak. Sababu hawana idhini ya kuwa kwa street. Na wale polisi wako kwa street, ningewaomba wazingatie katiba ya Kenya. Walinde Mkenya, sio kumuua, sio kumjeruhi. Na wakumbuke ya kwamba kila mmoja wao
atajibu maswali peke yake. Sure. Hawatajibu na mkubwa wake, hawatajibu na Ruto, atajibu peke yake siku yake ikifika. Na hata Ruto na hiyo serikali yake bandia waelewe, kila mmoja wao atajibu maswali. Yes. Haitakuwa hivi kwa kila siku. Hawatakuwa wakiongoza Kenya kiholera kila kwa milele. Wajihadhari na wajue Kenya iko chini ya katiba ambayo ilipitishwa na Mkenya. Na Kenya inafaa kuongozwa kikatiba na sio kibinafsi au kiujambazi vile inaendeshwa leo. Yes. Wewe kama wakili nikubali niongee hapa kwa sababu kuna hii finance bill hii imepitishwa. Wewe unaweza tuambia walifuatilia sheria zile zinatakikana kwa hii finance bill, na kama hukufuatilia kuna ile maoni yako unaweza atoa kuhusu this finance bill? Asanti. Niseme kisheria, kodi tunalipa kama mchango wa Mkenya. Kila Mkenya anaweza. Yes. Kwa kikapu yetu ya kuleta huduma kwa Wakenya. Yes. Inatakiwa iwe mchango na sio iwe kama punishment. Na kwa hivyo huwezi ukaambiwa ulipe kodi ambayo huwezi, au ambayo ukilipa utakosa chakula, watoto wako watakosa elimu, utakosa mwelekeo. Yes. Na Wakenya hawajakataa kulipa kodi. Tumelipa kodi miaka yetu yote. Yes. Ile Wakenya wanakataa ni kuwekelewa mzigo ambayo hawawezi. Kodi inaongezwa, pesa ya huduma inapunguzwa. Kweli. Matumishi ya wale wako juu, nyadhifa za juu ya Ruto na wale serikali yake bandia imeongezewa maradufu. Unakuta pesa ya matumishi ya mambo ambayo sio muhimu kama chai, kama kurembesha nyumba za State House. Yes. Kama kurembesha ile nyumba ya Gachagua. Pesa ya kulipa maadvisor. Yes. Na unajua kikatiba advisor ni waziri. Yes. Kwa hivyo kwa county ni executive, kwa serikali ya juu ni waziri. Huwezi kuajili watu hawajielewi na hawaelewi vile serikali inaendeshwa, alafu tupatie bill ya kuleta maadvisors. Yes. Ajiri watu wanafaa kutoka mwanzo. Na utahitaji advisors. Nilikuwa kwa serikali. Yes. Na mimi kama waziri, mimi ndio nilikuwa advisor wa rais. Yes. Na kila waziri alikuwa ndiye advisor. Huwezi ukaleta marafiki wako wote. Yes. Na kuwapatia pesa nyingi. Kama sasa maadvisors wa Ruto wanalipwa bilioni 1.1. Hiyo ni pesa inatosha kulipa clinical officers. Yes. Ambao wamekuwa kwa mgomo kwa muda sasa wa miezi 3. Na ambao ndio Yes. watu wanatupatia huduma ya kwanza kwa hospitali. Madaktari sio wengi. Yes. Ukiingia hospitali unaandikiwa na clinical officer. Hiyo ni pesa inatosha kuwalipa mwaka mmoja. Yes, ni pesa nyingi. Ndio inapatiwa watu wachache. Yes. Muundo wa hii bajeti inakataliwa na Wakenya wote. Ni muundo wa bajeti sio ya kutumikia Mkenya. Ni ya kuwapatia maisha ya, sijui kwa Kiswahili tunasemaje, maisha ya luxury. Yes. Yes. Ya juu, ya hali ya juu kwa wachache. Yes. Na ndio unaona pesa ya kununua magari ya kifahari, pesa ya safari za kwenda nje kama hizo Ruto anafanya kila mwezi safari 2 au 3. Yes. Pesa ya safari sisio na sababu ndani ya nchi. Na unajua hata Ruto kila mahali anaenda, akienda wafanyikazi wa serikali
mamia wanamfuata. Yes, wanaenda naye na wakule allowances. Kila mtu anamfuata. Hao wote kila ziara yake hapa nchini inachukua zaidi ya milioni 200. Kwa hivyo hizo ziara hazifai kama. Yes. Baba. Yes. Sasa mzazi atarudi kwa mfuko, na ni mzazi ambaye amenyongwa na kodi ya juu. Yes. Hata hao mapolisi pay slip zao hawana pesa. Yes. Wana shida, hawana chakula ya kutosha. Kweli. Au fisi ya kutosha ya wazazi, ya watoto wao. Hawana pesa ya hospitali. Ile NHIF imeharibiwa. Yes. Polisi wakaondolewa kwa NHIF, wakapelekwa kwa scheme za kibinafsi, ndivyo marafiki wapate pesa. Sure. Hata hiyo social hiyo scheme mpya hiyo analeta imilikiwe na kampuni yake ya kibinafsi Amaco. Umeona? Yes. Unatoa watu kwa scheme ilikuwa inafanya kazi. Na unaleta biashara zako ndani. Mimi nikisema serikali ni bandia, sio chuki, ni ukweli. Serikali ambayo haijali wananchi, serikali ambayo inaleta kodi kubwa hata kushinda ya mkoloni, na si ya kutumikia Mkenya. Yes. Ni pesa za kuvunjwa na marafiki na wachache. Hiyo ni serikali bandia, na ni serikali ambayo haifai kujiita serikali au kuwa inaongoza. Mimi ningeomba Wakenya wasikose moyo. Ndio wengi wamekufa, tuko na huzuni na tunasema pole kwa wale wamefiwa, na tumefiwa sote kama Wakenya. Na wale pia wamejeruhiwa. Na ningeomba tuwasaidie wote wale wamefiwa na wamejeruhiwa, sababu ile kazi walikuwa wakifanya ya kupinga hiyo mswada ni kazi ya kutusaidia. Yes. Hao ndio wakilishi wetu. Wabunge wamekosa kuwa wakilishi wetu. Wachache tu ndio walisimama na Wakenya. Yes. Yeah. Ili Wakenya wote wajue zaidi, kuna hii kitu ilifanywa public participation kwa hii finance bill. Kwa maoni yako unaweza tuambia kama hii finance bill ili comply na sheria hizo za katiba, vile after public participation wafanywe, walifuatilia kulingana na wewe ni lawyer? Hawakufuatilia. Ya kwanza hiyo public participation wanaifanya kama mchezo. Wanakuja dakika chache. Yes. Wanaita tu marafiki. Na inapitishwa. Unasikia tu kulikuwa public participation, wewe hujui ilikuwa wapi au masaa ngapi. Tena hata kwa hiyo Wakenya wakiongea na watume memorandum na waseme wanapinga, yote inapuuzwa na wanaendelea kama hakuna mtu ameongea. Katiba ilisema Mkenya awe na msemo. Public participation sio mchezo. Yes. Sio kifumba macho. Maono ya Mkenya inafaa kutiliwa maanani. Na walio wengi wakisema hatutaki. Yes. Inafaa hiyo mambo ijadiliwe na waone ni nini. Ni kweli walitoa vipengele chache. Yes. Lakini wakarudisha zingine kwa njia ya kuficha. Kama sasa ile kodi waliondoa kwa simu na kwa magari, na Wakenya wengi hawana gari. Yes. Walirudisha kwa petroli. Wakaongeza shilingi 8 kwa petroli. Hiyo italeta gharama ya maisha juu kabisa. Na ukikumbuka hata wakati tulifanya demonstration kama upinzani kama Azimio. Yes. Mwaka jana. Neno ilikuwa gharama ya maisha. Lakini hata walipoanza mazungumzo, hiyo mazungumzo haikutilia maanani gharama ya maisha. Yes. Na ndivyo sisi na Kenya tukasema hiyo ripoti ya NADCO tumeikataa kabisa. Na hata wa sasa tuikataa. Yes.
Baada ya hiyo umeona finance bill ya mwaka jana ikaleta gharama ya maisha juu, sababu iliongeza kodi mahali nyingi. Kweli. Mahali ya kuumiza Mkenya. Ya mwaka huu ikiwekwa kidole na Ruto, gharama ya maisha itaenda juu zaidi. Yes. Sasa si hiyo ni kupuuza wa Kenya? Kweli. Tulie tangu mwaka jana gharama iko juu. Wapandishe mwaka jana na finance bill ya mwaka jana. Tena wakuja wapandishe na finance bill ya mwaka huu. Hiyo pesa yote inaenda wapi? Tunaambiwa juu ya madeni. Yes. Ni kweli tuko na madeni. Lakini Ruto ameongeza madeni ile ilichukuliwa na serikali ya Uhuru. Kwa miaka 2 amechukua nusu. Ameongeza kwa nusu 50%. Yes. Hakuna mradi hata moja tunaona. Yote imeenda kwa matumishi ya kiholera. Yes. Sasa nauliza, unaongeza kodi, unatuambia ni debt, na hii pesa ni ya matumishi yenu watu wachache. Sheria hairuhusu pesa ya umma iwe ni ya matumishi ya watu binafsi, hata wawe ni watu wa juu namna gani. Yes. Yaani muundo wa bajeti ni wa kufaidi wachache. Wale wako kwa madaraka na sio wananchi. Na ndio watoto wetu wakatokezea kupinga huu mswada. Na wakatokezea wakiwa hawana silaha. Yes. Simu zao tu ndizo walibeba. Kama jana kulikuwa na uhalifu, maoni yangu ni ya kwamba hii serikali bandia ndio ilituma majambazi wachache wa kuharibu. Yes. Na tuliambiwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi, Sonko, aliwahi kutaja mwaka jana. Yes. Ya kwamba walikuwa wananunua magari wanachoma. Ndivyo wale wana demonstrate waonekane ni wabaya. Yes. Mimi naonelea hiyo ndio mambo imefanyika jana, sababu kabla ya polisi waanze kuua watu, demonstration ilikuwa peaceful. Watoto walitokezea na tukaiona kwa runinga. Hiyo demonstration imekuwa siku nyingi na imekuwa completely peaceful. Majambazi wameingizwa. Na wale wametolewa na serikali bandia. Watoto wetu hawakuwa na silaha, na hata journalists wanasema waliona watoto bila silaha wakipigwa risasi na kuuawa. Yes. Yeah. Hata wale waliingia bunge hawakuwa na silaha. Ndio uhalifu ulitokea. Lakini walipoingia tuliona waandamanaji kamili ile wanasema tu ni Mr. Speaker sa. Ni kuonyesha ilikuwa wengine nyuma yao. Kweli. Wakaingia kufanya uhalifu ndivyo waweze kusema hii ndio ilifanya tutumie risasi. Yes. Kwa hiyo pointi Mweshi, siwezi sahau kukuuliza, kuna utekaji nyara umeanza kutokea hii wakati wa maandamano. Utekaji nyara ulitokea. Yes. Hata kabla ya maandamano. Yes. Asubuhi na mapema walienda nyumba kwa za wachache walipokuwa wanaonekana kwa maandamano. Kuteka watu nyara. Yes. Wengine wakawa wameachiliwa wakati nduru ilipigwa. Wengine hawakuachiliwa. Bado wanatafutwa. Hata madaktari wanasaidia tu wale wameumia. Yes. Walitekwa nyara. Sasa unashindwa. Mnajiita serikali na mnateka watu nyara. Kama ni kushika kwa sababu ya makosa, shika mtu kisheria. Mpeleke kotini. Muelezee ni makosa gani na usijifiche. Mshike hadharani. Na sio kuabduct. Yes. Mimi hata sijui, lakini tuko taabuni, tujikaze. Sababu sifikiri nchi inaweza kuendelea vile iko. Yes. Tujikaze, tutafute ni vipi tutajiondoa kwa hii hatari tumejiweka. Yes.
Mwashi, sitaki kulinganisha na uongozi uliokuwa huku nyuma na wa rais wengine. Sasa ifikapo 2026, 2027 hiyo 2025, 2026. Unaona hii serikali itakuwa imetupeleka hadi wapi kulingana na wewe? Mimi naomba tusifike hapo. Yes. Naomba Mungu atusaidie. Yes. Hii serikali iondoke mamlakani bila kukawia. Wakenya wameuliza iondoke na waondoke. Wameshindwa na kazi. Hawawezi kukalia Wakenya kinguvu. Uongozi wa kimabavu hauwezekani. Na hakuna wakati katika historia ya ulimwengu. Yes. Wananchi wakishikana kwa ujumla hawawezi wakakomeshwa. Yes. Hata na risasi. Na ndio ukaona hata wakati wa kupigania uhuru mzungu akawa na silaha za nguvu. Maumau wakawa hawana silaha, wanatengeneza silaha zao wakiwa kwa msitu. Yes. Na wakaondoa mbeberu. Ndio ukaona Moi na KANU yake na walikuwa na askari kali. Pia waliondolewa na kukawa na multiparty. Na ndivyo tumeona nchi nyingi. Wakenya wamejitokeza na sio wanasiasa. Na Ruto akome kusema ya kwamba ati wanatafuta wale walifadhili maandamano. Yes. Maandamano haiwezi kufadhiliwa na mtu. Hao watu wote wamejitokezea tauni zote za Kenya. Kweli. Unaweza kusema mfadhili ni nani? Inawezekana? Hata serikali yenyewe haiwezi kafadhili watu kiasi hiyo. Kwa hivyo tuwache kusema mambo haieleweki. Yes. Tujue ni Wakenya wamenena na wasikilizwe. Kweli. Na yale wanataka ifanyike, sababu Wakenya ndio wenye nguvu, ndio wameajiri kila mtu. Na kama iko mtu hajui ameajiliwa na Mkenya, basi huyo ni mtu anashikilia madaraka kwa njia ya ubandia. Wewe najua ni wale wanashikilia kisheria wanajua mwajiri ni Mkenya. Yeah. Wewe kama wewe kiongozi wa ile pande nyingine, najua wewe lazima uongee kitu kuleta amani. Hii tunafanya namna gani tuweze umoja, unity in this country? Mimi nasema unajua tumekuwa tukiuliza tuungane kama watu wa Mlima Kenya. Yes. Hatukuwa tunasema tujitenge kutoka kwa Wakenya wengine. Tulitaka tuungane sababu tuliwekwa jela na tukawa tumewekwa kama ng'ombe kwa mahali imewekwa kufuli. Tulitaka watu wa Mount Kenya wafunguke. Watoke nje. Yes. Wajiunge na Wakenya wengine. Tujitafutie mema. Na mimi nawapigia salute. Yes. Kwa sababu wakati huu hawakuachwa nyuma. Walijitokeza, Kenya ilijitokeza yote. Na ni kusema ya kweli watu wa Mlima Kenya pia wamejiunga na nchi. Kweli. Sasa tuungane kama Wakenya. United to resist oppression. Tukatae uongozi wa kimabavu na uvujaji wa pesa ya umma na ukeukaji wa haki za kibinadamu. Yes. Na umwagaji wa damu ya wananchi kiholera. Yes. Hiyo tukatae kabisa. Ndivyo nchi yetu irudi kwa kusimamiwa na sheria na kuzingatia haki za kila Mkenya. Na kupatia Wakenya huduma na sio maisha ya hali ya juu kwa wachache. Yes. Yeah. Kwa sababu unaona muda unayoyoma na ningependa tisi kukuruhusu uende, najua kuna mikutano mingi unafaa kwenda. Lakini kwa hii challenges hizi tunaona za hii wakati huu sasa kuna maandamano. Jua tujui kama wataendelea maandamano leo ama mpaka lini. Au unaweza uadvise namna gani wana youth? Sasa hii wanarika wanasema maandamano. Unaweza waambia namna gani wasikie sauti kutoka kwa mama? Mimi nawaambia maandamano ya amani ni haki yao. Yes. Kutoa sauti, kujieleza
ni wapi kiatu inauma. Hata hiyo kiatu ikiwa ni ya kodi. Ni haki yako. Yes. Kama Wakenya tusiogopishwe kutoa maono yetu. Na tujue wakati wa uchaguzi. Yes. Ni nafasi yetu ya kuleta uongozi bora, uongozi wenye ukakamavu. Yes. Na tusingatie siasa ya kupatiwa pesa. Yes. Usichague mtu sababu amekulisha na pesa kidogo. Yes. Chagua wale wanajitolea kufanyia Wakenya kazi. Na hata mayudhi wetu, iko mayudhi wamejionyesha kabisa wanaweza. Yes. Chagua mtu sio sababu ni mzee au ni youth. Au ni mama au ni baba. Mchague kwa msimamo wake. Yes. Na ndivyo tuwe na uongozi bora. Nchi yetu irudi kwa Wakenya, sababu sasa imetekwa nyara. Yes. Na wachache. Wanajifaidi. Wakenya wengi, tulio wengi tukiumia. Hii ni nafasi tujifunze. Tusiwahi kupiga kura tena. Kwa watu watakuja kutumaliza kiuchumi. Na kutumaliza na zile silaha tumenunua za kutulinda. Yes. Zimegeuzwa sasa zikawa ni za kumaliza Mkenya. Yes. Hii iwe ni funzo kwetu. Hata mtu akija akijifanya nani, uliza historia yake. Yes. Vile unauliza historia ya driver akija kwako, na muuliza kama amewahi kuendesha vibaya akawa na accident. Yes. Angalia historia. Hata kama mtu ni kijana, si pengine amekuwa kiongozi kwa grupu ya vijana. Si pengine umesikia sifa zake nzuri au baya kwa kijiji. Kweli. Na kama mtu ni mzee, historia itakuwa kubwa. Watu kama sisi utauliza. Akasimamiaje wakati alipatiwa nafasi. Yes. Let us not, tusifanye kuignore. Yale mambo ni muhimu. Na niungiare kanja riri. Tamami. Tondu andu aringi marakuthikiriria. Ni maraigua Murima Kenya. Yes. Jerie gĩgĩcũgũ. Yes. Mamenye ndi mũgĩcũgũ. Ndimwire twimenyerere muno andu itu. Mundu anyite kura yake. Kura ni silaha ya amani. Iria igutuma ucenjie utongoria. Na ndukathure mundu ni undu ni akubea kindu gia kuria. Yes. Muthure tondu ni uramenya ni mundu ungikurugamirira. Turagie history ya andu aria turathura, uria uragia ndereba. Akienda gutwara boda boda yaku kana gari yaku. Yes. Ukenda kumenya kana ni mundu uyi gutwara kana ni mundu thiaga akiburiragia gari kana boda boda. Yes. Andu itu ino ni njira ya kwiruta. Thirikari itingituika ati micingere tugurite ya kwirangira ya maturangagire namo nayo ni irabuthika kuraga ciana citu. Yes. Te uria ciikite. Thakame ya ciana icu citu iriitirwe ira. Sure. Na aria othe me thibitari andu magana. Andu itu ni tubuthire kiundu kiu gwikunya gutu na kuga ringi tutigacokera. Yes. Tutikathura andu tutekumoria wikaga atia, kuwura ari urekaga atia, tutekumamenya. Na tutige gwitigira. Tondu twetigira no tugiturire ukombone. Yes. Rekei tugerie kunyitana ta andu a Kenya, to Murima Kenya. Na ni murangenirie tondu ni nyu murumiririo ta andu aria angi ti uria mwabingirwe bindi iri ingi. Yes. Riu andu a Mount Kenya ni mokirite murumiririo ta andu aria angi. Ngai amurathime, Ngai amwike wega, na Ngai atube binya tuthii na mbere na mbara eno ya kukombora bururi witu kuma kwi ukombo wa kiuchumi. Thank you. Na mbara to irerwagwa na micinga. Mbara ni ya kwiaria uguciana citu ireragia. Na kuro mbara ingi igoka ya kura. Oguo ndiruga mbara turwe ya ngundi kana ya micinga. Ndiruga kurwa na njira iria yagirire. Yes.
Tandu endirorere na andu endibururi wa Kenya. Yes. Thank you sana ma'am. Kuna SMS ni nyingi sana zile zinakuja na zile nyingi wewe utatujibu baadaye ile time utakuja huko kama Mount Kenya. Jua nauliza unafanya kazi mzuri, sisi 2027 tuko nyuma, sijui wanasema nini hapo. Sasa siko utaongea ama utatuambia tamu ikifika. Ningumwira ona Mount Kenya turuga turenda tukurie ciama. Yes. Na ndagika ya muthia tunyitane. Yes. Tukorwo na umbrella. Yes. Nigukura situ itikore. Yes. Tucoke tunyitane na Kenya aria angi tuthondeke bururi. Tuteba andu bega. No Ngai ni egututethia. Na twarugama na njira njega ni tugutubura. Sure. Na ni ndi tayari kuthina mbere na kurutira andu wira. Kuringana no ria marienda. Yes. Na ndutaga wira ndi muthure na ndite muthure na ni moyo. Sure. Ni kwirutira. Yeah. Thank you sana ma'am kwa wakati wako juu umekubali tuongee na wewe. Hapo nasikizwa na watu wengi sana na Mungu akubariki. Ukipata time nyingine tutaongea na wewe. Asante sana na mbarikiwe. Na tena niseme pole kwa wale wameadhiriwa. Wawe kwa mlima, wawe Kenya yote. Pole sana. Ashene arwiri au weadhi. Sure.